na si lazima ukubaliane nao, lakini tunaueleza mtazamo wetu kuhusiana na dabbatul ardhi. Tunaamini dabbatul ardhi iliyotoka wakati wa Nabii Suleimani, kurejea katika suratul Sad aya nambari 14, kitu kama hicho. Bila shaka hapa kunaelezwa kwamba baada ya Nabii Suleimani kufariki, watu waliona Nabii Suleimani kafariki, wakaenda kumzika kama kawaida, lakini majini hawakutambua Nabii Suleimani kafa mpaka Allah alipotoa dabbatul ardhi ikaenda kula minsa. Hii minsata, yani minsata imetafsiriwa kama ni fimbo na wafasiri, lakini mara zote Qur'ani ilipozungumzia fimbo ilitaja kwa jina la aswa, sio minsata. Kwa nini fimbo ya Nabii Suleimani peke yake ndio iitwe kwa jina la minsa? Tunaamini kwamba hii minsata hii ni kitu kilichokuwa ndani ya fimbo ambacho tunasema ni miraculous ama miujiza ilikuwa ndani ya ile fimbo ya Nabii Suleimani, ambayo hiyo miujiza Allah alitumia kama mtihani. Baada ya Nabii Suleimani kufa, alitumia kama mtihani kuweza kufanya ule mwili alioweka pale. Allah anasema tulimtia mtihanini Nabii Suleimani tukaweka mwili. Yani baada ya Nabii Suleimani, Allah anasema hakuna kilichowafahamisha kuwa amekufa isipokuwa baada ya mnyama huyu kutoka ardhini alipoenda kula ile fimbo, ndipo akaona mwili umeanguka, wakajua huyu mtu kafa. Wanaozungumzwa hapa sio watu wa kawaida. Watu wa kawaida walifahamu kweli Nabii Suleimani kafa, wakamzika, lakini majini ndio walikuwa hawana ujuzi wa mambo ya ghaibu, na Allah alitumia ishara hii kama sehemu ya kutujulisha sisi kwamba majini hawana elimu ya ghaibu. Mwanadamu kapewa uwezo wa kujua hizo elimu kwa mujibu wa Allah alivyompa, lakini majini huo ujuzi hawana. Kwa ni ishara kujulishwa sisi kama majini hawana elimu ya ghaibu. Allah anasema kuna kilichowafahamisha isipokuwa dabbatul ardhi ilienda kula ile minsa. Baada ya kumaliza ndipo ikadondoka na watu wakaona kwamba yani majini akasema kumbe sio Suleimani, lao tungelikuwa na elimu ya ghaibu tusingekuwa katika adhabu hii ya kufedhehesha. Wanazungumza majini. Kwa hivyo dabbatul ardhi iliyotokea wakati wa Nabii Suleimani ikaenda kula ile minsata, tunaamini haikuwa mchwa wala hakuwa mnyama wa kawaida, bali kulikuwa na kitu kinachofungamana na ardhi,